alijua maana ya Mungu na madhabahu ya Mungu. Alijua maana yake, alijua maana. Watu wengi hawajui maana ya Mungu. Watu wengi hawajui maana ya Mungu, hawajui. Wanamtaja tu, lakini hawajui maana ya wamtajae. Wanamtaja tu kwamba Mungu, 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 lakini hawajui maana. Na ndio maana hata hawajui tunapaswa kuomba nini wakati huu. Hawajui tuombeje. Hawajui namna ya kuingia mbele za Bwana kwa hizi nyakati ngumu zilizoamliwa. Watu hawajui. Ikiwa unataka kujua namna ya kuingia mbele za Bwana nyakati hizi, unataka kujua namna ya kuomba nyakati hizi kwa ajili yako na familia yako na taifa lako, tuwasiliane. Usiende tu kwa sababu unakwenda. Usiabudu tu kwa sababu umeabudu. Hapana. Fanya hakikisho ndani hii nchi na malango yake. Lakini pia na madhabahu ya Mungu ipo, ila imejificha. Ni mpaka uwe na jicho jingine, uombe Mungu akufunulie. Na majira na nyakati kapewa nani? Rabon. Angalia, kwa kulifahamu hilo Mungu akanena na Paulo. Kitabu kile cha Timotheo, cha waraka wa kwanza wa Timotheo, ile sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 3 wa 4 hapo. Tunahitaji kujua maana ya Mungu. Maana ya Mungu, maana yake. Angalia, maandiko yanasema hivi: basi kabla ya mambo yote nataka dua. Basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani, angalia, zifanyike kwa ajili ya watu wote. Zifanyike kwa ajili ya watu wote. Angalia mstari wa 2, kwa ajili ya wafalme. Shika hicho, hizo dua na sala na maombi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Huu mstari wa 2, hawa watu wametajwa ni akina nani? Ili dua na sala na maombi na shukrani zifanyike kwa ajili yao. Kwa dua zote na sala zote na maombi zifanyike kwa ajili yao. Wametajwa hapa moja kwa moja, wametajwa kwa ajili ya wafalme. Anavyosema wafalme, manake wenye mamlaka. Kwa ajili ya wafalme, anawaelezea pale mbele, na wote wenye mamlaka, ambao nimetoka kuwasoma kwenye Warumi sura ya 13. Hapa ni Mungu anasema kupitia Paulo, anamwambia Timotheo. Anavyosema kabla ya mambo yote, maana yake Mungu anataka kuwa mtangulizi kwanza. Mungu anatakiwa kutangulia mbele ya viongozi, anatakiwa kutangulia mbele ya taifa, anatakiwa kutangulia mbele yako. Mungu anatakiwa, anavyosema kabla ya mambo yote, maana yake anataka yeye awe chanzo. Rabon, yeye awe chanzo chako, awe chanzo cha kila kitu kwako, awe chanzo cha taifa, awe chanzo katika serikali, awe chanzo katika mkoa, awe chanzo katika wilaya, awe chanzo katika kijiji, awe chanzo katika uchumi, awe chanzo katika familia, awe chanzo, awe chanzo, the beginning, awe alfa. Na wote wenye mamlaka, angalia, tuishi maisha ya utulivu na amani. Unaona? Kwa hiyo kumbe maisha ya utulivu na amani ambapo watu wanayahangaikia wayapate, hayapatikani tu na hayawi tu mpaka kuna mahali mambo fulani yamefanyika kwanza katika ulimwengu wa roho. Sio swala la kimwili hapa. Katika ulimwengu wa roho kuna setup lazima ifanyike katika ulimwengu wa roho, ili tuishi maisha ya utulivu na amani. Halafu anasema katika utauwa wote na ustahifu. Hili ni zuri na la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Raboni, seme nini sasa watu wa Mungu? Seme nini sasa?
tukiomba sawasawa na mapenzi yake atusikia. Sasa ili ujue mapenzi yake ni yapi nyakati hizi, tuwasiliane. Huku usiache kuhuzulisha sadaka ya kibali katika madhabahu hii ambayo Bwana ameisimamisha nyakati na majira, ijapokuwa ameificha katika ulimwengu wa roho. Ameificha mpaka wewe umefunuliwa, na mpaka ndani Roho akushuhudie kwamba ni pale. Kama hujashuhudiwa huwezi. Tunamhitaji Mungu na kuijua maana ya Mungu. Hawezi tu kusema tunaomba tu kwa sababu tunaomba. No. Sio tu tunatoa sadaka kwa sababu tunatoa sadaka. No. Mpaka tujue maana ya sadaka, mpaka tujue maana ya maombi, mpaka tujue maana ya Mungu. Ili uweze kujua maana ya Mungu, maana ya sadaka na maana ya maombi, tuwasiliane. Usitoe tu sadaka kwa sababu kuna kutoa sadaka. Jitahidi kutoa sadaka kwa sababu unajua maana ya sadaka inafanya kazi gani katika ulimwengu wa roho, kwa ajili yako na kwa ajili ya taifa. Sadaka yenye kibali, sadaka kama alivyotoa Zakayo, sadaka kama alivyotoa Kornelio, sadaka kama alivyotoa Abeli, sadaka kama alivyotoa yule mama mwanamke wa Sarepta, sadaka kama alivyotoa kina Dorcas, sadaka kama alivyotoa kina Yusufu wa Arimathaya, sadaka kama alivyotoa kina mkewe Kuza, sadaka zenye kibali. Naona neema ya Mungu imefunika na imemwagika. Kila atakaye kuingia atapata nafasi, atapata kibali, atapata uzima tena, atahuika tena. Kila atakayesema niko tayari mimi kutengeneza, niko tayari kusimama, kwamba kumbe taifa kuna mambo ya siri namna hii, kwamba kuna malango, kumbe taifa hili Mungu amelifanyia setting, kumbe taifa hili Mungu amelifanyia sio la bahati mbaya. Niko tayari mimi kufanya kwa Bwana wangu, niko tayari kutengeneza, niko tayari kutaka kujua maana ya huyu Mungu, kutaka kujua maana ya maombi. Na niombeje nyakati hizi? Nienendeje mbele za Bwana nyakati hizi? Mwenendo wangu napaswa kuwaje nyakati hizi? Nataka kujua. Basi tuwasiliane. Baba, nakushukuru. Nakushukuru kwa kuwa ni mwema. Nakushukuru kwa kuwa fadhili zako umezimimina. Nakushukuru. Nimekombolewa kwa damu yako. Na unapoiangalia madhabahu yako, Bwana, unaendelea kufanya manunuzi kupitia damu yako kwenye ile madhabahu. Bwana, angalia yule mchungaji, angalia yule mtume, angalia yule mtu wa Mungu, angalia yule baba, angalia yule kiongozi, angalia yule ambaye moyo wake umetetemeka. Maana Bwana unaketi na roho zilizonyenyekea, na unaifufua mioyo yao inayotamani ila imekufa, lakini natamani. Mungu unaifufua. Habakuki akasema, kumbuka kazi yako katikati ya miaka, fufua kazi yako katikati ya miaka. Libarikiwe jina lako, maana utukufu wako ndio chakula chako na ndio vazi lako. Na kuhimidi Mungu mkuu, na kuhimidi Bwana, na kuhimidi El Shaddai, na kuhimidi El Gibo. Wewe utujuae kabla ya sisi kukujua, wewe uliyetutaja kwanza kabla ya sisi kututaja, wewe uliyetujua, uliyetuandika kwenye vitanga vya mikono. Unajua mwisho wa dunia ni lini, na utaikunja kama karatasi. Na mwisho wa kila mwanadamu sio tu mautini kuzikwa, bali ni moto ule au mbingu ile. Ndio mwisho wa mwanadamu, mbingu ile au moto ule. Basi tujalie kuzihesabu siku zetu, maana zamani waliishi miaka 900, wakaenda miaka 120, wakaja 70, lakini mpaka itakapofika 2033 mwezi wa 6 watu watagota miaka 50. Kwa unataka watu wawe na hekima, wajue maana. Libarikiwe jina lako milele
na milele, maana uhai upate kutuokoa, na neema yako bado iwaokoayo wanadamu. Kila anayekimbia haraka, basi utamdaka na utamsaidia, lakini anayeshupaza shingo atavunjika kwa ghafla, wala hatapata dawa. Hatapata dawa, ila atetemekae na kukujia atapata dawa ya kujipaka. Utamvika mavazi ili apate kuficha uchi wake na kushukuru neema yako na hidumu kwa utukufu wa jina lako. Na kushukuru ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, amen. Basi tuwasiliane kwa hiyo namba ikiwa unataka kujua maana ya kutoa sadaka, unataka kujua maana ya tuombaje nyakati hizi, ikiwa unataka kujua madhabahu ya Mungu iko wapi, tuiende, tuwasiliane. Usije ukaenda mahali bila kufanya hakikisho moyoni mwako, usije ukaachwa. Mungu akubariki sana.